kidogo. Iran na Marekani wamerudi kwenye meza ya mazungumzo. Lakini sio ana kwa ana. Mada, mazungumzo ya nyuklia. Na mazungumzo ya nyuklia pekee. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghai, ameweka wazi kabisa majadiliano yoyote yanayoendelea na Marekani yanahusu mpango wa nyuklia na kuondolewa kwa vikwazo. Baghai amepuuza uvumi kuhusu kuingizwa kwa mada kama ushawishi wa Iran katika kanda au uwezo wa makombora. Ni nyuklia au hakuna kitu. Sasa, hivi ndivyo ilivyo. Mazungumzo haya ni ya njia isiyo ya moja kwa moja, huku Oman ikifanya kazi ya upatanishi. Lakini kwa muda mfupi Aprili 2, kitu cha nadra kilitokea, mkutano wa ana kwa ana. Muscat, mjumbe wa Marekani Steve Witkoff na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi walikutana, japo kwa muda mfupi. Kikao hicho kilichukua zaidi ya saa 2 na kilielezewa kama chenye kujenga. Kwa hiyo Marekani inatarajia nini? Ni rahisi tu kuizuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia. Na hawazungumzi tu. Marekani imepeleka vifaa vya kijeshi katika eneo hilo, ikituma ujumbe ulio wazi, diplomasia ni chaguo la kwanza, lakini sio pekee. Hapa ndipo mambo yanapozidi kuwa magumu. Iran tayari imeimarisha urani hadi usafi wa 60%. Hiyo ni hatua moja tu kutoka kiwango cha silaha, ambacho ni 90%. Pia wamehifadhi zaidi ya pauni heat za urani ulioimarishwa, zaidi ya mipaka iliyowekwa na makubaliano ya nyuklia ya Dwayne Base. Unakumbuka makubaliano hayo? Yalikuwa na lengo la kuweka kikomo shughuli za nyuklia za Iran kwa kubadilishana na kuondolewa kwa vikwazo. Lakini Marekani iliondoka mwaka 2014. Sasa, pande zote mbili zinajaribu kutafuta njia mpya ya kusonga mbele. Mzunguko unaofuata wa mazungumzo umepangwa Aprili 9. Pengine tena Oman. Oman, kwa njia, imekuwa ikichukua jukumu muhimu hapa. Waziri wao wa mambo ya nje, Badr al-Busaidi, anaongoza juhudi za upatanishi. Bila ushiriki wa Muscat, mazungumzo haya yasiyo ya moja kwa moja yasingefanyika. Kwa hiyo hii inatuacha wapi? Iran inasisitiza kwamba majadiliano haya ni ya nyuklia pekee. Marekani inatafuta njia ya kidiplomasia ya kuzuia mgogoro wa nyuklia. Na muda unayoyoma. Kinachotokea baadaye kinaweza kuunda mustakabali wa Mashariki ya Kati na zaidi. Hakikisha unaendelea kufuatilia hadithi hii inavyoendelea. Asanteni kwa kutazama na msisahau kusajili ili kupata taarifa zaidi kuhusu matukio ya dunia. Tutaonana wakati mwingine.